Sisi hatuna bunduki, hatuna intelligence, hatuna lolote. Musikae na mukatulaghai hapa kila siku. Mutukae mutuambie ya kuwa twawajua, tutawashika, tutafanya nini, washikeni. Tangu lini serikali iliyopita mutasema ya kuwa sio nyinyi mulikweko? Sasa ni nyinyi muko katika mamlaka, muna intelligence, muna DCI, muna sijui nini, muna nini. Na kama hamwezi, mimi hapa nina kikosi cha maalum. Nitawaambia hawa members of county assembly tutengeze sheria, tuwe na kikosi cha maalum cha kuweza kupigana na madawa ya kulevya. Mkubali ya kuwa serikali kuu mumeshindwa na janga hili. Mshindwa gani kuweza kushika wale walanguzi wa madawa ya kulevya? Till when will you continue deceiving the people of Mombasa? Till when will we continue with this downward trend ya kukaa kila siku kuhadaa watu ati tutafanya? We are telling you now, fanyeni muwashike, tena muwaparade mbele ya umma wa watu wote wa Mombasa ya kwa hawa ndio madawa ya kulevya wenye kuwafanya, hawa ndio tuliowashika. Stop lying to the people. Sababu ya watu wa Mombasa kudanganywa ni kwa sababu ya wale wenye kuwadanganya hawana hisia na nyinyi. Sisi hatuna bunduki, hatuna jela, hatuna intelligence, hatuna lolote. Nyinyi ambao kwamba wenye mabunduki, wenye manini, kazi yenu kupiga matiagas na kuwaumiza madaktari. Baada kuumiza madaktari, go and arrest drug barons. Don't come here kisha you proudly start saying we have given you notice. We are tired of decades of notices. We want action as the people of Mombasa. Hapa sote tuko kitu kimoja. Hapa we speak in one voice. Hapa kuanzia yule ambaye kwamba ni MCA wa Shikadabu, wa Magogoni, huyo ambaye kwamba ni wa Shanzu, wengine wote nyote mulioko hapa, I respect you equally. I love you equally and unequivocally. Mimi, I will walk the journey with all of you. Na ndio sababu muko hapa. Mimi kama kiongozi, kwa sababu hamna hata mmoja wenu hapa, ambaye kwamba niliwahi hata siku moja kukwaruzana naye. Na ikiwa mimi ndo nachukua jukumu sasa, tena nazungumza kama gavana wa jimbo la Mombasa County 001, I will take the rightful way of leadership. Ikiwa kuna yoyote ambaye kwamba amenikosea mimi, nimemsamehe. Na kama kuna yoyote ambaye kwamba anaona ya kuwa mimi nilimkosea kwa njia yoyote ama nyingine, mimi naomba msamaha kwenu nyote. We have to be able to put differences aside. Na tena nikiwaambia we have to put differences aside, sasa hivi mtu yoyote akaja akaniuliza una tofauti gani na yoyote aliyoko hapa, mimi sina jibu. Because we don't have any differences. And it is a known fact. Haya yote tunayoyafanya, kaeni, haya yote tunayoyafanya, we would never be able to do it if we are divided. Na tena nawapatia nyinyi wasia, nyinyi ambao kwamba sasa muko upande huu, nawapatia nyinyi wasia pia. Wacheni kuweza kuchochea watu ya kwa muku akifanya hivi na hivi, munaanza kuyachochea. Make us united or you will all perish. Tusipokuwa kitu kimoja, mimi nawaambia, kinga ya mwisho, haya yote tunaoyafanya, uchumi ni mbaya, hali ni mbaya, sijui mambo ni mabaya. Ikiwa tutagawanyika, mutaumia nyinyi. Nawaambia tena, mimi nataka hii chapter ya tofauti hii sasa iwe ni kikomo. Sitaki kusikia, na nawaambia na nyinyi pia, unaruhusa kumpenda unayemtaka, lakini muheshimu na mwenzako.
Una ruhusa ya kuwa na tofauti na unayemtaka, lakini muheshimu na mwingine. Kama mimi kama kiongozi wenu naweza kutamka hapa mbele ya hadhara, niko katika mitandao yote, niko katika live ya TV nikiongea sasa, I take leadership responsibility that my first virtue will be a virtue of uniting a people and not dividing a people. Haya mambo ya sijui mwaka 2027, wewe una mkataba gani na Mungu ya kuwa utafika kesho? Nani aliyemna mkataba na Mungu atakuwa atafika kesho? I work for today, I don't work for tomorrow. Na sasa mimi nawaambia, tabia ya watu kulumbana si yetu, ni ya wale. Muungwana, tabia ya muungwana hajibu neno kwa neno, hujibu neno kwa kitendo. Nataka muwape salamu wale ambao wenye kukaa katika majukwaa na kuanza kunitusi mimi, kutusi hawa viongozi wote walioko hapa. Sababu ya tusi kutoka ni kwa sababu kuna kazi inafanya. Nataka muwape salamu. Kwanza narejelea tena, muungwana hajibu neno kwa neno, muungwana hujibu neno kwa vitendo. Pili, tulianza na tukasema kwa tawalisha watoto wetu wa chekechea. Tulifanya hatukufanya? Nilizunguka na viongozi wote hapa, kila mmoja. I walked the journey with all of you here. This was not a one-man army. Now the day that you decide to let me walk this journey alone is the day we have let the people of Mombasa down. Tukasema ya kwa hatusimami pale, tunafanya motivational program. Tukazunguka mashule na nyinyi. Hatukusimama pale kujua ya kuwa tukianza kutoa zile form za wale watoto wa boarding, County Government of Mombasa haina ofisi za kutosha katika mashinani. We used your offices to be able to distribute this, from members of parliament to the senators to the women rep to the MCAs, all of you. We walked the journey together. Mimi natoa salamu sio kwa wengine, lakini wale ambao kwamba wako kule, kwa sababu kila tukifanya zuri ndio unasikia watu na midomo mirefu. Mimi nilitoa ahadi ya kwa sitotumia jukwaa wala sitotumia hii podium wala ile emblem ya serikali ya county, lakini nashukuru niliteremsha chini. Niacheni ni amwage leo. Unajua mimi nimetukanwa sana. Mimi nimetukanwa, nikatukanwa kila aina. Lakini mimi nawaambia, mkinitukana tajeni na yale ambayo kwamba tuyafanya. Kama raha yako, mdomo wako, you get that fantasy and that urge ya kwa every single time you have to mention my name, continue mentioning my name. But never forget what it is that we have done for the people. Hatukusimama katika motivational program ambayo kwamba maaskari, mapolisi, walimu, kila mmoja amekubali. Tulipochukua watoto wa shule wa sekondari tukawaregesha shule, tujue walipo wakati wa holiday, ilikuwa si akili potofu. Kwanza kila mtoto akija tulikuwa tukimpatia fedha yake ya basari. Pili, tukimpatia pocket money ili asiende akafanya uhalifu, awe na kitu ambacho kwamba kila siku ako nacho. Tatu, na ni muhimu zaidi, tulikuwa twajua mtoto yuko wapi. Leo mimi nasikia wengine wakizungumza habari ya mambo ya madawa ya kulevya. You need to stop insulting our intelligence. Watu need to stop insulting our intelligence. Mimi kama gavana wenu, nikishirikiana na viongozi, tulitoka katika mstari wa mbele
na tukasema na tukalieka sawa, lazima wawe katika mashule. Tena hatusimami hapo katika mambo ambayo kwamba tumeweza kuyapanga, na Mungu anipe umri, anipe masikizano, Mungu anipatie afya katika mambo ambayo kwamba tunayapika. This county government should be able to support Sunday schools and madrasas as well. This county government, na hapa ndio sababu ya kwa nini tuweze kushirikiana na members who are serving in the National Assembly and the Senate. Kuna mpangilio serikali kuu wanataka kuchukua program za ECD, na mimi na warai na wasihi when that comes, kwa sababu nimeambiwa education task force is around. The program that the county government has in mind ni kwa kila mtoto wa chekechea tumlipie sisi wenyewe fee. Sisi kama serikali tutamlipia fee ule mtoto aende akasome. Nyinyi kazi yenu nkuzaa tu. Hapo msiniombe niwasaidie, mengine yote nitawasaidia. Sio kwa hatuna afya. Mashallah, huu DG upeleka baisikili kutoka Malindi mpaka Mombasa. Sahii ananiambia anatoka kutoka baisikili kutoka Malindi anaenda wapi? Ukimwona huu badi, ukiona ama MCA wote hawa vijana chipukizi, speaker mwenyewe akifanya namna hii, sio kwa hawana afya, lakini msiwape majukumu. Senator mchezaji, msiwape majukumu ya kuwazalishi. Nyinyi zaeni, tuachieni watoto, tuwasomeshe bure, tuwalishe. Wakifika katika shule ya sekondari, kila mtoto namlipia 5,000. Leo kwa wale ambao kwamba ni wafidhuli wa mdomo, iwe ni ushahidi ya kuwa nimelipa deni. Ikifika siku ya Jumanne, form za watoto wa form 1 pia zinapelekwa. Walimu na waomba ya kuwa muweze kuwamalizia watoto wa form 1 wamalize deni. Tena na nikasema tena, all who are from public schools, mwaka jana waloweza kuingia katika university, kila mtoto atalipiwa 50,000. This government has never ever negated on its promise. Niite utakavoniita. Asante mama. Hii serikali ya kaunti ya Mombasa haijavunja kauli yake kwa watu wa Mombasa. Tulitoa ahadi, tena mimi sio wa hivi wala hivi wala hivi. Deputy Governor na speaker hapo walikuwa wananiambia kuna msemo mmoja, when a clown becomes a king, the palace becomes a circus. Mimi sitogeuza uongozi uwe ni uongozi wa watu kusutana na kutukanana. Na mimi nataka niwaambie, nisikizeni kwa makini. Hapa watu wamekosa yote. Sasa kuna haya mambo ya madawa ya kulevya. Sisi kama serikali ya county, ikifika holiday tunawachukua hawa watoto, tunajua pale walipo, tunawaregesha katika mashule. Ni watoto wenu, mumewazaa nyinyi, ushahidi munao nyinyi, walimu nyinyi wenyewe mumeconfirm kwangu mimi ya kwa hii program inafanya kazi. Kwa kila siku moja mtoto akiingia katika shule, tunaamana tuamlipia basari, tunaamana tuampatia pesa taslim, na sina deni. Tena baada hapo tunaweza kuregister na tukajua ni mtoto gani na gani ambaye kwamba hayuko. Upiganaji wa madawa ya kulevya una ncha mbili. Ncha ya kwanza ni kuzuia utumiaji. Ncha ya pili ni kuweza kuzuia uingiaji. Sisi hatuna bunduki, hatuna intelligence, hatuna lolote. Musikae na mukatulaghai hapa kila siku.
Tukae mutuambie ya kuwa twawajua, tutawashika, tutafanya nini, washikeni. Every single day. Paka lini mukae muhadae watu? Paka lini? Na tabia yetu sisi, kama kuna ombi ambalo kwamba kila siku mimi nitaliomba kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atubadili sisi watu wa Mombasa, kwa sababu twapenda viongozi wakipanda kwenye majukwaa kudanganya na kuzungumza hivi na hivi, ndio yale ambayo kwamba yenye kwenda mbele. Tangu lini serikali iliyopita mutasema ya kwa sio nyinyi mulikweko? Sasa ni nyinyi muko katika mamlaka, muna intelligence, muna DCI, muna sijui nini, muna nini. Na kama hamwezi, mimi hapa nina kikosi cha maalum, nitawaambia hawa members of county assembly tutengeze sheria, tuwe na kikosi cha maalum cha kuweza kupigana na madawa ya kulevya. Mkubali ya kuwa serikali kuu mumeshindwa na janga hili. Muna wazee wa mitaa, muna mabalozi, muna maaskari, muna kila aina ya njia ya kuweza kupata intelligence. Muna njia ya kusikiza simu za Abdulswamad, muna njia ya kusikiza simu za Mama Zamzam na simu za seneta. Mshindwa gani kuweza kushika wale walanguzi wa madawa ya kulevya? Till when will you continue deceiving the people of Mombasa? Till when will we continue with this downward trend ya kukaa kila siku kuhadaa watu ati tutafanya? We are telling you now, fanyeni muwashike, tena muwaparade mbele ya umma wa watu wote wa Mombasa ya kwa hawa ndio madawa wa kulevya wenye kuyafanya, hawa ndio tunawashika. Stop lying to the people. Na sababu ya kuwa mnawadanganya watu ni moja. Sikizeni niwaambie, sababu ya watu wa Mombasa kudanganywa ni kwa sababu ya wale wenye kuwadanganya hawana hisia na nyinyi. Mimi na si wa kwanza mimi kuweza kuyazungumza. Alizungumza na akaweka wazi marehemu babangu. Mimi nina ndugu ambaye kwamba damu moja na mimi alikufa na madawa ya kulevya. Mimi hapa, ukiwaangalia walioko hapa watakwambia wana jirani, wana ndugu, wana shemegi ambaye kwamba ameathirika na madawa ya kulevya. Wewe mwenye kukaa na kuzungumza na kuhadaa na kuzungumza lugha za ulaghai na watu wetu, mimi nawakanya na nikiwakanya na sitosita kuwakanya. Kaeni mpige makofi kama lile doli limetiwa ile ngonjera ya kufanya namna hii, kile Mickey Mouse kinaenda namna hii, napiga makofi tu. Kwa nini? Kwa sababu ni sauti za kuweza kuzungumza na WhatsApp video ziweze kusambaa ya kwa Abdulswamad alitukanwa, fitina fulani iliingia, hii ilifanyika hivi, ndio ngonjera ambazo kwamba zinawaendesha. Lakini kama tulie akili, hao wenye kuzungumza kila siku ya mambo ya madawa ya kulevya, nawaambia tena, and I'm up to that task and up to that challenge, kwa sababu the deputy governor nimempatia majukumu, atazunguka hii Mombasa nzima. We are dividing Mombasa. Kwanza sasa tuko na ward, we will divide Mombasa mpaka villages. Baada ya villages tutafika mpaka kwenye vijiji. Tutakuwa na watu ambao kwamba ni nyinyi, mtakuwa ni macho yetu. Tena sisi wale village administrators na wale ambao kwamba watakuwa ni cluster administrators watakuwa katika payroll ya county. Na mimi nikisema sizungumzi tu, mimi napiga hesabu na maneno yangu. Mimi nawaambia serikali, ikiwa mumeshindwa na haya mambo ya madawa ya kulevya na majanga ya madawa ya kulevya, you have one option, and the constitution of this country gives you that power. All you have to do is say, gavana wa jimbo la Mombasa, yale unaoyafanya wayafanya vipi? Tutawaonesha jinsi ya kuweza kuyafanya. Sisi hatuna bunduki, hatuna jela,
hatuna intelligence, hatuna lolote. Nyinyi ambao kwamba wenye mabunduki, wenye manini, kazi yenu kupiga matiagas na kuwaumiza madaktari. Baada ya kuumiza madaktari, go and arrest drug barons. Don't come here kisha you proudly start saying we have given you notice. We are tired of decades of notices. We want action as the people of Mombasa. Haya mambo ya ngonjera haya, nitawaambia ukweli mpaka ukweli uwaingie. Mupende musipende, ukweli tutauzungumza, ikiwa ni mbaya mbaya. And me, my friend, mimi Mwenyezi Mungu alinibariki. Nisikizeni, mimi Mungu amenibariki. Mimi Mungu amenibariki, kwanza nina radhi za wazee. Pili, Mungu akanibariki nafanya kazi na wenzangu wote hawa. Mimi najua nikienda namna hii nina watu watakaonizuia. Tatu, mimi Mungu amenibariki napendwa na watu wa Mombasa. Waswahili wasema aliyepewa. Kama nikienda upande huu najua nina viongozi wataweza kunishika. Nikienda namna hii najua nina watu wa Mombasa wataweza kunishika. Fanya utakavyofanya, lakini mimi nitaenda na siku zile ambapo kwamba Mwenyezi Mungu alionijalia. Lakini ukweli tutauzungumza. Enough of empty rhetorics, enough of empty promises. We want to see action katika hii Mombasa. Na mimi nikimalizia, narejelea tena kwa wasia viongozi wote from the executive. Na mimi nimemsikia ndugu Kibwana hapa. Unajua mimi mwanasiasa. Speaker, nipa ruhusa kidogo niweze kuyazungumza na leader of majority na deputy. I want to assure you, nilizunguka na nyinyi nyote tukatengeza barabara za kabro kila wodi, sio? Hii Ramadhani na saumu zetu nitazunguka na nyinyi na kila wodi tutatoa barabara ziweze kufanya. Hii Ramadhani nimeona hapa mnampigia kura, mnampigia makofi chief officer fulani ama chief officer na wapatia amri. Mambo ni mawili. You either bring back Mombasa yangu ama munipatie barua munende nyumbani. Nimewapatia target ya hii Mombasa yangu. Sijui hatujakuwa tayari hiki wala hiki. Kama hamuko tayari tutatafuta watu walioko tayari. Mombasa yangu iregee, hawa vijana tuweze kuwaajiri wafanye kazi katika kaunti hii. Wangapi wanakubaliana na mimi? Si Mombasa yangu iregee? Upande wao mnakubaliana na mimi, sio? Mombasa yangu iregee. Hawa vijana waregee wafanye kazi bwana. Kwa hivyo nyinyi mukae, kama mutakaa masaa 24 mujipange, mukae munipe program kabla Ramadhani haijaanza. Vijana waingie mitaani, wawe na mapato, serikali yao watizame. Na narejelea tena kuyazungumza, narejelea tena nikimalizia, kwa sababu nitamwachia ndugu deputy governor amalizie hapa. Sije ukapiga press up tu na wewe, lakini nataka kumwachia deputy governor amalizie. Nikimaliza hapa nataka kuyarejelea tena. Haya yote tunaoyafanya, lao mukaniacha peke yangu, hata Messi wala Ronaldo akawa peke yake hawezi kushinda timu ya mtaani. Ni lazima afanye kazi na acheze na wale wengine walioko. This is all an effort of teamwork, and I want to appreciate every one of you. Mama Zamzam hunipigia simu kukiwa kuna jambo, mama nipigia na niambia KEMSA wako hapa wataka tuongee nini. I have consulted the senator on many items previously and continuously. I have consulted the leadership of the assembly. Dadangu Mishi ndo hata sijui niongee vipi, na huu ndugu yangu Badi Mungu Badi asema nkwenda kuniombea Mungu. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri na yeye na dadangu Mishi, and all of you as MCAs. We will not be judged by our quarrels, we will be judged by our actions. Sio kesho 2027, lakini hata mbele ya Mungu tutahukumiwa na kazi tulioyafanya. Tumeelewana, sio? Kwa hayo mengi
ama machache, mimi I want to declare and confirm to the teachers here. CC wa finance yuko hapa. Umepeleka pesa kwa elimu scheme, sio? Milioni zote za kutosha, sijui milioni miangapi zote zimeenda, sio? Haya. Huyu wa CEO wa elimu scheme yuko hapa, waziri yuko wapi? Mbwarali. Mimi na confirm na nyinyi hapa mbele ya watu wote, sina deni na watu wa Mombasa, sio? Sina deni na watu wa Mombasa. Walimu mko hapa, sina deni na watu wa Mombasa. Sina deni, sio? Nawatakia kila la kheri. Mwenyezi Mungu awajalie mapenzi, masikizano, na huu mji tu uendeleze kwa pamoja.